ndiwe Bwana. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganisha na wewe Mungu. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Mwanadamu nani wa kulinganishwa na wewe Mungu? Kwa kuabudiwa, kwa kuheshimiwa ni wewe. Hebu mwinulie Bwana mikono yako juu namna hii. Kwa kupewa sifa,
tunajiweka wakfu kwa damu yako ya thamani. Tunajiweka wakfu kwa damu yako ya thamani. Tunaweka nafsi zetu wakfu kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu tawala ibada hii. Roho uweza tawala ibada hii. Roho ninaye tawala ibada hii. Roho ni kiongozi na mwalimu tawala ibada hii. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, ninatisha na kunyamazisha kila malango ya giza, kila falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho wa giza. Ninanyamazisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Uwepo wako Bwana na utufunike. Nguvu zako Roho Mtakatifu na zituatamie. Tuwe nao kanie Bwana mchana wa leo. Ninanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari. Ninashuka chini yako Bwana. Ninanyenyekea ukapate kuinuliwa mahali hapa Bwana. Ninapotea ukapate kuonekana mahali hapa Bwana. Nitumie kama chombo chako mchana wa leo. Ninajiweka wakfu. Ninalivaa lile vazi la kuhani. Ninalivaa lile vazi la ufalme. Katika jina la Yesu Kristo, mamlaka yako na uiachie kwangu sasa. Ile nguvu yako na itembee sasa. Katika jina la Yesu Kristo, kila aliyeingia mahali hapa Bwana asitoke kwa namna alivyoingia. Acha akabadilishwa, akageuzwe, akapangwe, akainuliwe, akagambwe moyo wake Bwana, akakutane na hitaji la moyo wake katika jina la Yesu aliye hai. Limanda rabo shekete repa ya dabasi na mayana linda raba shekere de baseka likara ba shekere bosi katana basaka. Si kwa namna ya mwili bali ni kwa uwezo wako Bwana. Si kwa namna ya mwili bali ni kwa nguvu zako Bwana, katika jina la Yesu aliye hai. Are you Lord God Almighty? What is the name? What is the name? You are holy, holy. Are you Mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, takatifu, takatifu, wewe ni Bwana Mungu mwenye nguvu, Mwana kondoo. Imba kwa sauti ya chini. Mwana kondoo wewe ni Bwana Mungu mwenye nguvu, Mwana kondoo, Mwana kondoo, takatifu, 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 wewe ni Bwana Mungu mwenye nguvu, Mwana kondoo, Mwana kondoo. Haleluya. Mpe Bwana makofi, mshangilie Bwana. Mpe Bwana tena makofi, mtukuze Bwana. Haleluya. Ongeza makofi yako kwa ajili ya Bwana. Ongeza makofi yako kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Hebu piga kelele kwa ajili ya Bwana. Haleluya. 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 Haleluya.
hapa hatunaga ustaarabu. Ndio maana tulitoka kwenye dini zetu tukaamua kutembea kwenye ushirika. Haleluya. Kwenye ushirika unaga ustaarabu. Kwenye dini kuna ustaarabu, kale kasuti kako namna hii utamani hata kutokwa na jasho. Ni hapa nimeloa jasho. Haleluya. Usipokubali kutokwa jasho madhabahuni utatokwa jasho kule nje. Halo. Kubali kutokwa jasho kwa Bwana. Kule nje mimi nakwambia hautatokwa jasho. Haleluya. Haleluya. Piga kelele kwa ajili ya Bwana. Piga kelele kwa ajili ya Bwana. Piga kelele kwa ajili ya Bwana. Haleluya. 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 Oh ya. Wow. Hebu mpe ndani yako 5 hapo. Za nguvu mpe 5. Haleluya. Mungu ni mwema na fadhili zake ni za milele. Haleluya. Amen. Mwambie ukimwona Pastor Doctor amesimama, yeye haendagi na protocol za kawaida. Yeye kinachokuja anaenda nacho. Haleluya. Bwana asifiwe. Praise Mungu awabariki kakae. Ninawapenda. Mungu awabariki sana kwa kusimama kwenye zamu. Na Mungu akasimame kwenye zamu zenu kule nje. Akaingia kazini. Haleluya. Kwa niaba yenu. Bwana asifiwe. Kila lililokuwa gumu akaliachilia wepesi. Bwana Yesu asifiwe. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya kila mmoja, kwa wasionifahamu na kwa wanaotufuatilia kwenye YouTube channel yetu ya AR Media. Kwa majina ninaitwa Pastor Dr. Jamila Ali Mdee. Haikwepeki, ndivyo ninavyoitwa. Bwana Yesu asifiwe. Na sijataka kuliondoa la Jamila kwa sababu limebeba utukufu. Lenyewe tu ni utukufu. Haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ya pekee adimu kusimama mbele ya watakatifu wake. Kusimama mbele ya wapakwa mafuta wake. Kusimama mbele ya wale waliochaguliwa, chosen generation, ambao Bwana amewachagua. Amenipa neema asubuhi ya leo, Jumapili ya leo, tarehe 18 kusimama mbele yako. Ni neema ya upendeleo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kusema sikustahili, kwa sababu Biblia inaniambia tumestahilishwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo nikisema sikustahili, ina maana ninakanusha ile neema ya damu ya Yesu ya pale msalabani. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninamtukuza Mungu kwa ajili ya nafasi hii, na ninafurahi kuwa pamoja na wewe mahali hapa, na ninafurahi kwa sababu umependeza. Kama hujaambiwa, mchungaji wako ndo nakwambia umependeza. Haleluya. Kwa sababu kuna vitu vidogo vidogo watumishi wa Mungu hatuambiani huko nje, alafu wengine vinatukwamisha hivyo hivyo. Mimi nakwambia umependeza. Amen. Alafu ninakupenda. Mbona hiyo useme? Basi sikupendi. Hilo sio unatamani kunisikia. Sikupendi. Ninakupenda katika jina la Yesu. Amen. Na nikikuona nakufurahia. Moyo wangu nakufurahia sana. Na ninakuheshimu sana. Hakuna thamani ya mimi kusimama hapa mbele kama wewe hauko hapo ulipo. Ninaposimama hapa mbele, thamani yangu ni kwa sababu wewe upo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninamtukuza Mungu na ninawakaribisha wageni wetu. My classmate pale amesema ninamtukuza Mungu kwa ajili yako. Karibu sana kipenzi. Asante sana kwa kuja kushiriki na sisi ibada. Hili ni kanisa la ushirika wa Kikristo Dodoma. Kwa Kigogo tunaitwa Dodoma Christian Fellowship Church. Maana tusiposema Kigogo na tuko Dodoma, hali zetu zitakuwa ni mbaya. Lakini atukuzwe Mungu kwa sababu ametupa hii inaitwa ni madhabahu ya kumfurahia Mungu kila dakika, kila sekunde, kila siku. Enjoying life ministry, enjoying life hour, enjoying life altar. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa hapa, hii madhabahu inakulazimisha kumfurahia Mungu. Kuyafurahia maisha. Wewe ni kwa kuhubiriwa, ni kwa kuombewa, ni kwa kutabiriwa, ni kwa lolote lile, kwa ushuhuda, lakini inakulazimisha umfurahie Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nje wanasema life is now. Ndio. Kuna kausemi kanasema life is today. Mimi nilikaondoka sio today. Today ni ndefu sana. Life is now. Hallelujah.
Kwa unatakiwa kufurahi, unatakiwa kuenjoy, unatakiwa kucelebrate. Bwana Yesu asifiwe. Ninawapenda, karibuni sana. Nimefurahi kumwona binti yangu Mariam. Mungu akubariki. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Hapa ni kwako. Na Mungu wa neema anajua umeondokaje na utarudije. Utarudi kwa ushukuru. Ninachojua utarudi kwa yule aliyerudi pale kwa Yesu akamwambia, Yesu akamwambia, wengine wako wapi? Ukirudi unarudi na testimony. Haleluya. Utarudi tu na ushuhuda uliokamilika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema, tunamtukuza kwa ajili ya ibada hii. Na waliokuwepo Jumapili, hebu nipungie mikono. Amen. Tulikuwepo wengi. Jumapili waliokuwepo pumweni. Kama katika kuwepo, ghafla nikaanza kurudisha mafaili yangu nyuma. Unajua ukishasema hivyo, ambao wamepitia kwenye ualimu au waliopitia darasani wanaanza, yani hainui mkono kwa sababu wanajua nitaanza na wambele kusimamisha alisemaje, nilisemaje, ama mwalimu aliyepita kipindi kilichopita alisema nini. Kwa hiyo mtu anahofia kunyosha mkono. Waliokuwepo Jumapili tupungiane tena. Hebu punga tu na Mungu akuone. Waliokuwepo punga tu. Sio lazima nianze pengine kazi ya nyuma. Kwa hiyo sikupe tabu. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tukiangalia na alisimama mtumishi wa Mungu mtume apostle hapo kwa habari ya ile hatua namba 1. Kuna mtu anaikumbuka? Usigeuze kichwa. Kama ulikuwepo tu. Last year tulitembea na zile tunu 7. Mwaka huu Mungu ametupa neno pale. Kwetu huu ni mwaka wa neema ya utimilifu. Haleluya. Yaani hilo neno naomba utembee nalo. Lala nalo, amka nalo. Mazingira ya kubali ya sikubali. Tamka ni mwaka wangu wa neema ya utimilifu. Haleluya. Na tukaangalia ile hatua ya kwanza. Hapo alifundisha sana kwa habari ya kutembea katika uwepo wa Mungu, kwa habari ya kiu na shauku ya kuliishi neno la Mungu, ya kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini tulielewa. Na Ijumaa mtumishi wa Mungu amesimama hapa ametufundisha vizuri. Wangapi walikuwepo Ijumaa? Naendelea na roho yangu katika ulimwengu wa roho. Ili watu juu kwa uaminifu. Walikuwepo Ijumaa. Watu watatu tu. The rest medochi. Mwambie jirani yako badilika. Huu sio msimu wa in and off. In and off. Utapotea. Utakwama. Hautaiona neema ya utimilifu. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni wakati sio wa kuingia na kutoka. Unabipu. Tuachane na mambo ya kubipu. Yametutesa 25. 26 tunaitaka ile neema ya utimilifu 100%. Bwana Yesu asifiwe. Ijumaa ametufundisha vizuri na tumeomba mtumishi wa Mungu hapa. Mtumishi wa Mungu Pastor Moses amesimama kwenye zamu yake vizuri. Na tukaona moja ya siri, moja ya faida ya kukaa katika uwepo wa Mungu, unapata kujulishwa siri za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa leo sitaendelea hapo. Leo nataka tuende katika hatua ya pili. Hatua ya pili ambayo itatusaidia kuthibitishwa katika msimu huu wa neema ya utimilifu. Hatua ya pili ya kuthibitishwa katika neema ya utimilifu kwenye malango yetu inasemaje? Hivi vitu vinatokea vikae ndani yako. Sio vikae pale. Pale tumebandika tu kwa ajili ya wageni. Lakini vikae ndani yako. Neno la Bwana na likae kwa wingi ndani yetu. Tutaangalia kujikumuta na kujitenga na roho ama mazingira yanayokinzana na wingu la msimu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia namna ya kujikumuta na kujitenga. Kuna vitu lazima tujikumute na kuna vitu lazima tukubali kujitenga navyo. Kama tunataka msimu mpya wa neema ya utimilifu itimie kwetu, uthibitike kwetu, kuna vitu lazima tujikumute kwavyo na kuna mazingira lazima tujitenge nayo. Haleluya. Haleluya. Nimemwomba Roho Mtakatifu leo anipe kufundisha. Hivi waga nafundisha na ubiri? Nafundisha.
Hata Mungu mchungaji wewe ana kitu gani? Nafundisha na upili au vyote? Yule kuigilizia Azaria amesema tu vyote. Unaniigilizia vyote. Haleluya. Kujikung'uta na kujitenga na roho stroke. Mimi nimeweka mazingira yanayokinzana na wingu la msimu mpya. Ngoja nikwambie kitu ninapoanza. Na alisema pia Pastor Moses hapa Ijumaa, kutamkiwa ya kwamba huu mwaka wa 2026 ni mwaka wa kuthibitishwa. Ni mwaka wa kuthibitishwa katika msimu mpya wa neema ya utimilifu. Haimaanishi kwamba kila mtu atakuwa na testimony ya kusema hili neno limetimia kwangu. Halo. Haimaanishi hili neno litathibitika kwa kila mtu kwenye hii madhabahu, si kweli? Ila ni kwa watu watakao kubali kusikia na kutii maelekezo. Ambalo leo tunaendelea kwenye elekezo la pili ama hatua ya pili ya kujikung'uta na kujitenga. Bwana asifiwe. Nikawa nikipitia vitu fulani wiki hii, nikakutana na koti ya mama mmoja. Mama mmoja anasema if you want to fly, you have to give up the things that weigh you down. Kiingereza kimekaa vizuri? Sio dokta wewe unaona namna. Kama hajakaa vizuri tuwe nipe maua yangu wewe. Hallelujah. Anasema if you want to fly, you have to give up the things that weigh you down. Lazima uachilie baadhi ya vitu ambavyo vinakuvuta chini, vinakushikilia. Kama unataka kuruka juu sana, kama unataka kutembea kwenye neema ya utimilifu mwaka huu, kuna vitu lazima ukubali drop down. Hallelujah. Kuviachilia. Ndio mama anaitwa somebody Morrison, sio anaitwa mama gani Morrison. Anasema hivyo, nikatafakari kweli. Nikatafakari sana. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako tayari kufly? Are you ready to fly? Are you ready to fly? You have to drop down. Kila kitu kinachokushusha chini, kilichoshikilia weight yako, umekuwa mzito huwezi kuruka kwa sababu kuna vitu umevibeba. Hallelujah. Kuna vitu ambavyo vimekupa weight, hauwezi kufly. Lazima drop down. Lazima tuviachilie chini ili tuwe wepesi tunaporuka. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue Ebrania 12 ule mstari wa kwanza B. Ebrania 12 mstari wa kwanza B. Maandiko yako mengi lakini natamani mtu mwenye wa kukimbizana na muda ili tuende kwa haraka. Kwa hiyo msomaji uwe vizuri ambao utakuwa unanisomea hapo. Okay, Ebrania 12 mstari wa kwanza B. Nimeruka pale. Anasema na tuweke kando kila mzigo mzito. Bwana asifiwe. Nikaruka tena nikaenda si pale chini au D. Na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Haleluya. Si kama mmeelewa hapo? Na tuweke kando kila mzigo mzito. Hajaainisha hapo, iko mizigo mingi inayotulemea, hatuwezi kuruka, hatuwezi kufly. Iko mizigo mingi, hajaiainisha. Amesema na tuiweke kando. Bwana asifiwe. Kusudi kwamba tuweze kupiga mbio kwa saburi katika yale mashindano. Kuna watu wana mashindano huku. Kuna watu ambao Bwana amesema nao jambo kwa 2026. Ni lazima wakubali kuweka kando kila mzigo mzito. Huwezi kukimbia mbio za mafanikio kama kuna vitu umebeba. Haleluya. Hauwezi kuruka kama kuna vitu umebeba. Hauwezi kukimbia ukashinda mashindano yoyote yale kama kuna vitu umebeba.
lazima ukubali kuviweka kando ili uweze kukimbia mbio katika mashindano ambayo tuko nayo, katika mashindano ya kuielekea neema ya utimilifu, katika mashindano ya kuvichimba visima vyetu viweze kutoa maji. Hatutaweza kuvichimba visima vyetu vya biashara, vya huduma, vya ndoa, vya watoto, vya kazi kama tumebebezana na vitu vingi. Biblia inasema mizigo mingi. Weka kando kila aina ya mzigo mzito ambao unakushikilia, unakukwamisha usiweze kupiga mbio kuelekea baraka zako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Hebu njoo kwanza nani? Njoo na pochi yako. Na hiyo kopo ya maji ndio nayo. Simama hapa. Leo nafundisha. Neema ya kufundisha iko. Niletee ile koti lako, Teofilo. Leta na pochi ya Pastor Vanessa pale. Nori na wewe pochi mletee hapa. Leta. Kila mizigo mizito. Huyu mtu ana safari, anataka kupiga mbio kuziendea baraka zake. Mpe na ikiwezekana na hilo kapu, hebu mshikishe hapa. Leta kapu hapa, mshikishe. Haleluya. Ili muelewe kwamba tunakwama kwa sababu ya haya mamizigo mazito ambayo tumekubali kuyabeba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii katika uchache tu unataka uelewe. Lakini angalia katika roho, katika ulimwengu wa roho. Umebeba mizigo mingapi? Biblia inakwambia weka kando. Huyu mtu hawezi kukimbia hapa. Akija na mtu ambaye hana chochote wakimbizane hapa, huyu mtu hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi. Amebebelea malalamiko. Amebebelea chuki. Sijui amekwazwa. Sijui nani amemwacha. Sijui ana a lot of issues. Amebebelea na anataka ione neema ya utimilifu kwenye malango yake. Itabaki kuwa ni ndoto. Haleluya. Haleluya. Baba anasema drop down hizi issues zote hizi. Toa ili awe mwepesi kukimbilia neema ya utimilifu. Haleluya. Ili awe mwepesi kuiendea baraka kwenye malango yake. Bwana Yesu asifiwe. Sivyo ulivyo katika jina la Yesu. Ni mfano. Pigie Bwana Yesu makofi kwa ajili yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko tayari kuviachilia. Tuko tayari ku drop down. Tuko tayari kujikumuta. Ngoja nikwambie kitu. Hivyo vitu haimaanishi sio vya thamani. Hivyo vitu ni vya thamani. Kumbuka ana pochi hapo. Kumbuka ana kapu lina vitu vya thamani. Kumbuka kuna vitu ni vya thamani. Haimaanishi kila mzigo mzito ni vitu tu vibaya. Vingine ni vizuri. Haleluya. Lakini ni lazima uvi-drop down. Haleluya. Haleluya. Sio vitu vibaya peke yake. Vingine vinafurahisha mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Vingine vinafurahisha nini? Mioyo yetu. Hakuna mtu angetamani, wengine ni mashoga zetu, marafiki zetu, hata nisingetamani kuwa drop down. Lakini ili nifikie ile neema ya utimilifu, I have to drop them down. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tuweke kando kila mzigo mzito. Nikaangalia koti ya mtu mwingine, nikaandika hapo. Aliandika your past is not nearly as important as what is in your future. Hallelujah. Your past is not nearly as important as what is in your future. Hallelujah. Tunarudishwa nyuma. Tunashindwa kuvipiga vita vizuri. Tunashindwa kuiona neema kwa sababu tunafika mahali pa kuangalia past yetu ilikuwaje. Jana yetu ilikuwaje? Juzi yetu ilikuwaje? Kama ambavyo wale watu walifika wakageuka nyuma wakawa jiwe la nini? La chumvi. Haleluya. Kuna mambo yameshatendeka, wiki zimepita, miezi imepita, miaka imepita, lakini bado tumevibebelea.
Are they so important kuliko future yako? Haleluya. Vina thamani sana. Yaani kuna mtu bado amebebelea, alikwazwaga mwaka juzi, wanda tarehe mkoza alishafariki. Unaona, anajeraha amebeba. Mwingine amebebelea sijui ni mpenzi mchumba ambaye alishaoaga na kuoa, kama ni kuolewa na alishaolewaga. Utatoboa. Ulikwaza, ulikanyaga siku kwenye daladala umebeba. Vitu vya miaka, vitu vya wiki, vitu vya miezi, bado umevibebelea. Alafu unataka uchimbe kisima ukutane na Leopold. It won't happen. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, future yetu ni bora. Ni bora sana kuliko jana yetu. Mtu mmoja akaimba akasema, ninaucheka wakati uliopita, ninaichuchumilia neema ya wakati ujao. Ninaifurahia neema ya utimilifu ninayoiona, na mambo yaliyopita ninayaona kama mavi. Haleluya. Hayana cha kufanya kwenye msimu mpya ninaoendea. Bwana Yesu asifiwe. Acha kuwaza jana ilikuwaje, nililala njaa, niliambiwa nini, nilikutana na nini. Haitakusaidia. Chenye umuhimu sana ni kile ambacho kiko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema ili tuweze kupiga mbio kwa saburi. Saburi ni uvumilivu, ni ustahimilivu katika maombi. Hakuna saburi kama hakuna uvumilivu. Bwana asifiwe. Ndio maana anasema tunahitaji saburi. Ukisoma Ibrania 10:36, tunahitaji saburi ili tuifikie ile ahadi. Tunahitaji saburi ili tufikie ile ahadi. Jambo la kwanza ambalo tunatamani tuliangalie, tunalotaka kuliachilia, tunalotaka kulidrop, tunalotaka kujikumuta kwalo. Wakorintho wa pili 10:5. Wakorintho wa pili mlango wa 10:5. Kuna alifika? Karibu. Nasoma. Amen. Tukiangusha mawazo na kila kitu kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Amen. Tunaangalia mawazo mabaya. Fikra mbaya ni mzigo. Haleluya. Ni mzigo mzito ambao utakunyima kuiona neema ya msimu mpya. Itakunyima kuliingia kwenye lango la utimilifu. Kama bado utaendelea kutembea na mawazo mabaya, utaendelea kuishi katika fikra mbaya. Ndio maana Korintho wa pili 10 anasema mstari wa 5, tukiangusha chini. Halo? Ama kuna vitu vinaangushwa huko juu? Hapana. Chini. Tukiangusha chini, hajamalizia tu mawazo mabaya na kila kitu. Anazungumza mbele, anasema fikra zipate kumtii Kristo. Ndani ya nafsi, ndani ya moyo wa mwanadamu kuna mawazo huko. Utakutana na fikra huko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nilizungumza akasema mawazo sio fikra. Halo. Ndio maana Biblia ikasemaje, neno la Bwana halikusema wazeni vitandani mwenu. Lilisema tafakarini vitandani mwenu. Kwa sababu mawazo hayana kitu cha kufanya. Halo. Fikra ni mawazo yaliyochanganyikana na imani, yaliyochanganyikana na msimamo. Halo. Hiyo ndio fikra. Ndio maana sipendi lile neno ambalo watu tumelikariri Biblia ya Kiswahili na inasema vibaya. Mawazo nilionayo si mawazo yenu. Bwana asifiwe. Mungu hatuwazii. Ana mipango thabiti na sisi. Biblia ya Kiingereza inasema plans alizonazo Mungu, mipango. Kwa maana mipango alionayo Mungu juu yenu ni mipango
mawazo ya amani kweli. Sio mawazo watu waziwazi tu. Ana mipango na sisi, ana kusudi na sisi. Kwa hiyo hapa tunaangusha mawazo mabaya, tunaangusha fikra, mawazo ambayo yameshatengeneza imani na msimamo kule ndani. Mimi ni wa namna hii, kwetu ni wa namna hii, sisi ni watu wa namna hii. Hizo fikra lazima zikubali kuachiliwa, lazima zikubali kuvunjika. Sisi ni wa hivi, hatuendeshaji magari, sisi ni wa kuishaga pompo, sisi ni wa kuzaliaga nyumbani, sisi ni wa nini. Hizo fikra zimeshajiweka hapo, my dear. Alafu unaitaka neema ya msimu mpya, haiwezekani. Ni lazima kwanza tushughulike na kuangusha ngome za mawazo na fikra mbovu ambazo tuko nazo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Negative baggage from the past lazima tuziangushe. Hizo zinatuvuta nyuma. Kila ukitaka kwenda zinakuhubiria, lakini kumbuka, Biblia inasema yatafakarini yaliyo juu kule Mungu aliko. Haleluya. Msitafakari yaliyoko chini. Yaliyoko chini ndio haya ambayo tunaya drop low down. Achana kutafakari mambo ya chini, achana kutafakari mambo yaliyopita. Tazama, anasema Isaya kule, nitafanya jambo jipya, halitachipuka jambo jipya. Bwana Yesu asifiwe. Drop down hizo regrets, ziachilie. Umekaa unajihukumu, umekaa ni wa kujihukumu kila wakati, unahukumu familia yako kila wakati, unahukumu baba yako, mama angenisomesha nisingepitia hiyo. My dear, achana na hizo regrets zinakuchelewesha. Achana na hizo fikra zinakuchelewesha. Laiti angekuepo na mimi baba yangu. Yuko baba wa mababa mbinguni. Haleluya. Ukielewa hii kanuni hauhitaji akasingekuepo huyo baba. Yuko Mungu. Lakini Biblia inaniambia yeye huwa anainua watu na mataifa kwa ajili yako. No more regret. Hallelujah. Achana na regret. Umekuwa disappointed, leave it. Achana na disappointment, ziachilie. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kuliona lango la msimu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, najitahidi kwenda kwa haraka kwa sababu ya muda. Jambo la pili ni mazingira ya ukale. Tulishafundishanaga hapa hata mwaka 25. Tulishaomba na kuomba hiki kitu. Mazingira ya ukale, mazingira ya kifamilia, mazingira ya mila na desturi, mazingira ya mazoea. Halo. Tusipokubali kuyaachilia, tutabaki vile vile. Miaka itaendelea kwenda, tutaendelea kuondoka 26, tutaenda 27. Lakini aliyekuona 20 ndiye huyo. Tukikuona 27 ni yule. Ukiwa na mizigo yako mengi ya kutosha ambao haina hata thamani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira ya ukale yamekuwa ni kitanzi kwetu. Yametushikilia kweli kweli. Yanatuhubiri kweli kweli. Yanaturudisha nyuma sana. Mazoea yamekuwa ni part and parcel ya maisha yetu. Tumekaa kwenye mazoea. Kanisa la kiroho halina impact kwa sababu watu wanatembea kama liturujia. Ni basi tu kwamba limeandikwa Pentecostal Church. Lakini ukiingia ni mambo yale. Ni kawaida. Watu wanaishi kwenye ukawaida. Wanaishi hakuna hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo maisha hayawezi kukuletea mabadiliko. Ninasema kumjua Mungu wako upya kila siku. Kumhofu Mungu wako upya kila siku. Kumuona ni mpya kila siku. Ndivyo atakavyokuwa mpya kwenye maisha yako kila siku. Halo. Jamani, yamekuwa mazito tena. Na hiki ninachokifundisha na chenye ni mzigo mzito. Nataka mkidrop down. Hakuna hii tutaipenyeza hata kama ni kwa sindano. Haleluya. Kama vidonge mnatema, hii sindano lazima ingie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mazingira ya ukale ya kifamilia huko ulikotoka, achana nayo.
Bwana amefanya jambo jipya. Bwana anataka kukuingiza kwenye Kanaani yako. Achana na hivyo vitu. Mbona wengine mpaka mawasiliano wengine wanabadilishana? Sio kwa sababu yuko mjini anajisikia. Ndo anakata off hivyo. Roho za kifamilia na kimazingira. Wewe uko mjini unakaa kusolve issues za vijijini huko na unajua for what? Mjini kwenye bado unajitafuta. Halo. Ngoja tusome. Hebu fungua Kutoka 16. Fungua Kutoka 16 mstari wa 2 na wa 3. Nisome hapo kwa haraka. Tuangalie hizi habari za wana wa Israeli hapa. Walikuwa wameahidiwa kuingia katika nchi iliyojaa maziwa na asali. Hii ni nchi sawa na hii ambayo tumeidiwa 2026 ya kwamba ni mwaka uliojaa neema ya utimilifu. Kila chema unachokitaka kiko ndani ya mwaka. Hii package ya 2026 ina kila unachokitaka. Anasemaje? Mstari wa 2 na wa 3. Ningekuwa nimeshapa microphone ili aweze kusoma vizuri. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli ukawanung'unikia Musa na Haruni huko barani. Wana wa Israeli wakamwambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri. Hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hii ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Haleluya. Amen. Hivyo naelewa hawa watu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mnaelewa hawa watu? Kuna watu tukizungumza habari za wana wa Israeli, agano hili la kale, mtu anaweza kwambia sasa hawa, yaani Mungu amewaonekania hivi. Sijui nyoka wa shaba pale. Vituko vyote vikafanyika. Hivi wanawezaje kufanya hiki? Lakini ndio maisha tulionao leo. Hatuna tofauti na wale watu kule. Wameona maajabu ya kutosha kwa Musa akifanya mbele ya Farao. Biblia inasema Mungu akasikia kilio cha wana wa Israeli, akamtuma Musa kwenda kuwatoa hawa watu. Wako kwenye ukata, wako kwenye umaskini, wako kwenye roho za kifamilia, wamewekwa chini ya amri ya mfalme, hawaingii hawatoki, maisha ni magumu, wamemlilia Mungu. Mungu anatuma mtume wake Musa, nenda kawatoe wale watu. Lakini process ya kuwatoa, pamoja na mambo mengi yanayofanyika hapo, utasoma kwa muda wako, lakini yeti wanafika mahali fulani bado wanakumbuka sufuria za nyama walizoziacha utumwani. Can you imagine? Ndio maisha yetu leo. Kuna mtu yuko hapo na mhubiria unamfundisha kwa neema ya utimilifu na nini hapana, lakini bado anakumbuka viporo vyake vya ugali kule. Anakumbuka vikitu vidogo vidogo ndio vinamkwamisha, vinamchelewesha, vinampigisha kwata mwaka kwa mwaka. Hawa watu tena wanamnung'unikia Musa, unataka kutuua. Kwa sababu huu msimu ambao walikuwa wanaingizwa wana wa Israeli, Biblia inasema ile nchi ilikuwa imejaa maziwa na asali. Kila kitu kilikuwa pale, wameandaliwa watu. Haimaanishi msimu wa neema ya utimilifu hatutakutana na changamoto mbele. Tutakutana nazo nyingi sana, lakini hatupaswi kugeuza kichwa na kuangalia tulikotoka. Haleluya. Ukigeuka na kuangalia ulikotoka, my dear, sahau kuwa sehemu ya kumiliki hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. No turning back. Mungu akamwambia Musa, waambie watu wangu wasonge mbele, wasiangalie nyuma. Forward must go. Forward must go. Haleluya. Lazima tusonge mbele. Hakuna haja ya kuangalia nyuma. Hawa watu wanakumbuka masufuria kweli ya nyama, wanakumbuka matango. Haleluya. Hawaioni tena ile neema. Hawaioni, wanaona mauti. Tena wanasema hivi, unataka kuja kutua sisi sote kweli kwa njaa huku? Musa, are you serious? Wamesahau vilio walivyokuwa wanalia, mateso walikuwa wanayapitia kwa Farao. Wamesahau.
wanaanza kupelekwa kwenye neema ya msimu mpya, wana manung'uniko, wana malalamiko. Hata wakati mambo hayajakaa sawa, wanamnung'unikia Musa, hivi singekuwa Pastor Deni singepita hapa, asingekuwa mtume wa Bwana nisingepita hapa. Unamnung'unikia Vanessa, yeye singekuwa nini, Vanessa alinishauri akanihubiria nisingekutana na hii. My dear, drop them down. Hallelujah. Yaache chini. Yanakuchelewesha, yanakukwamisha. Manung'uniko ya wana wa Israeli juu ya mazingira yao waliokuwa nayo kule nyuma yakawakwamisha. Hawa watu waliingia kwenye msimu mpya. Tunajua Biblia, tunasoma neno watumishi wa Mungu. Waliingia. Manung'uniko yao yaliwasaidia. Kama ambavyo leo watu wanaweza wakasimama na kukaa nyumbani kwako, umekaa huwazi namna gani utapata ugali, utasaidia jamii, utahubiri injili, unawaza tu hii serikali bwana, hii serikali bwana, huyu mama bwana, huyu mama bwana, haitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata changamoto ndogo ndogo za mahusiano yako tu, Mama Samia amefanya hii serikali, huyu mama jamani. Ndio hao wana wa Israeli. Hawaoni neema, hawaoni mlango, fursa hawazioni. Wamebaki kuyaona manung'uniko ya mateso waliokuwa nayo hapo nyuma. Ndio maana Biblia inasema Isaya 1:18, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Kwa nini? Ili jambo jipya liweze kutokea, mtu wa Mungu. Hakuna jambo jipya litatokea kwenye maisha yako 2026 kama hautakubali kudrop down hayo mawazo, hizo tafakari, hayo manung'uniko. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Am I talking to somebody? Am I speaking to somebody? Hallelujah. Ndio maana nilipoendelea kusoma Biblia nikagundua, ndio maana Mungu alitumia gharama kubwa sana kuhakikisha anamtoa Ibrahim kwenye mazingira ya nyumbani kwao. Anamhamisha, anamwambia Ibrahim, toka hapo uende mpaka nitakapokuambia. Kwa sababu mazingira ya nyumbani kwao yasingemruhusu. Leo tukasema ni baba wa imani. Halo. Mazingira ya Ibrahim yasingeruhusu. Leo tukasema ni baba wa imani. Alikubali kujikana. Alikubali kuiacha identity yao kule. Sio kama nimeeleweka. Hebu fungua Mwanzo 12. Kwa haraka kidogo. Mwanzo 12. Mstari wa kwanza na mpaka wa 3. Kama umefika hapo nisomee haraka. Nasoma. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako, na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki, na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nawe uwe baraka. Anasema nami nitawabariki wa kubarikiwa, naye akulani nitamlaani, na katika wewe Ibrahim jamaa zote za dunia. Sio za ukoo wa baba yako peke yako, sio za ukoo wa pale kwenu peke yake. Mungu anachotaka ni kulifanya jina lako, kukufanya wewe uwe baraka. Sio tu kwenye ukoo wa Mdee, sio tu pale Mungu aliponiweka, anataka jina langu liwe baraka duniani. Lakini mindset yangu inawaza kale ka familia kale Mdee pale. Kanawaza kale ka familia nilikoolewa kale hako. Ndio maana Mungu akamwamua kumtoa. Toka wewe. Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Alafu huko mimi nitakubariki, nitasema na wewe. Hapa mazingira ulioko nayo mwanangu yana kelele, hata nikisema huwezi kuelewa. Halo? Hata nikisema na wewe kwa habari ya ukuu niliweka ndani yako Ibrahim, hautonielewa. The only way ni wewe kutoka hapo uende.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu mazingira aliyokuwa nayo Ibrahim bado yalikuwa ni ambayo yameshachukua sehemu yake kubwa. Picha la Ibrahim lilikuwa limeshaula moyo wake kwa sehemu kubwa. Bado yale maelekezo anayopata, anaondoka na Lutu kama kamzigo kake. Ushawahi kuelewa hiyo kitu? Ulishawahi kupata ufunuo? Kwa nini? Kwa sababu yale mazingira ya pito la Ibrahim yameula moyo wake. Sasa Bwana kule nakwenda akinibariki, ni nani wa kumiliki hizo baraka? Na sina mtoto. Wewe unaondoka na kapasili kangwa kalutu. Mungu akinibariki kule, basi angalau Lutu awe mrithi wa hizo baraka. Kumbe hata Lutu alitakiwa kuachwa. Haleluya. Alimwambia toka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nitaongelea kwenye point inayokuja kwa habari ya watu ambao tunatakiwa tuwaache, hata kama ni ndugu zetu, hata kama ni rafiki zetu, hata kama wamecontribute namna gani kwenye maisha yetu, we have to let them go. Sio kama ninaeleweka? Ni kamzigo ambao wakati mwingine ni kagumu ukaachilia. Kama ilivyokuwa kwa Ibrahim. Hakuelewa, akatoka na Lutu. Akabeba kamzigo kake, kapake kake, kapaseli kake, anaondoka nako kama neno lilivyosema. Sababu Mungu ni Mungu wa rehema, akaendelea kumwacha tu. Akatembea mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, yuko na Lutu wake, yuko na hako karafiki kake, yuko na hako kandugu kake, anajifanya na upendo kuliko Roho Mtakatifu mwenyewe. Anaona sasa itakuwaje. Mungu alimwacha. I don't know ilichukua miaka mingapi. Blessed. Lakini ilikuwa ni safari ndefu. Sio ya siku, sio ya wiki, ni ya miaka. Wangapi tunatembea katika hivyo vitu? Tunajidanganya Mungu anasema na sisi Mungu amenyamaza. Hasemi. Halo? Kinachoweza kuwa kinaongea ndani yako ni mawazo yako. Sio Mungu. Sio Mungu. Biblia inaniambia Mungu alinyamaza kimya. Hakunena na Ibrahim. Zaidi sana, hebu endelea hapo chini kidogo. 13 nenda mbele, 13 mstari wa 14. Hapo mwanzo. Sogea chapter inayofuata, 13 mstari wa 14. Nasoma. Bwana akamwambia Abraham, ulipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini, na wa mashariki na wa magharibi. Maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Amen. Natosha mtumishi wa Mungu. Alipokwisha kutengana na Lutu, ndio Mungu anamwambia sasa Ibrahim, inua macho yako uone ukubwa wa eneo utakalomiliki. Hebu angalia. Imechukua muda gani? Imemgharimu miaka mingapi Ibrahim kutembea na Lutu kwa muda wote huo? Na Mungu amenyamaza kimya. Lakini vipo vitu viliibuka katikati ya safari. Ashukuriwe Mungu akawatenganisha Lutu na Ibrahim. Nielekea hivi na mimi nielekea hivi. Wakati wametengana ndipo Bwana anaanza kuzungumza na Ibrahim. Anaanza kumuonyesha milki zake, utawala wake. Kuna watu tunatembea nao ni mikosi, ni balaa, wanatukwamisha, wanatuchelewesha. Ni mpaka uelewe, ufahamu wa kuturn around. Hallelujah. Wa kubadilisha mwelekeo. Haimaanishi Lutu akubarikiwa, alimbariki. Alimpa sehemu ya mifugo yake, alimpa sehemu ya watumwa, alimpa. Lakini ndugu yangu, nenda na Mungu akubarikie huko, na niacha nitembee na mraba wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Bwana akaanza kunena sasa siri zake kwa Ibrahim na kuanza kumwonyesha maeneo ya urithi wa Ibrahim. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukubali kufanya nini? Kuachilia hayo mazingira ambayo yanatukwamisha. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza mazingira ya kifamilia. Nimeingia mpaka kwenye pointi ya 3 ya watu wasio sahihi, kuambatana nao, kutembea nao. Biblia inasema, ukisoma Amos 3:3, anauliza pale swali. Anasema, je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja usipokuwa wamepatana?
La hasha, haiwezekani. Hakuna safari ya kutembea pamoja na mtu ambaye haujapatana naye. Hakuna safari hapo. Moja ya kitu kingine, namba 3, tunachotakiwa kukiachilia ni watu wasio sahihi kwenye maisha yetu. Haijalishi wanatupaga ugali, haijalishi wanatutumiaga message nzuri, haijalishi hakuna, kama si mtu sahihi, drop. Let them go. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hiki ambacho nimetoka kueleza cha Lutu na Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao lazima Mungu akuondolee na ukubali, ambao ni mizigo mizito, kama kule mwanzo tulipoanza kusoma kwenye Ibrania 12. Ni mizigo mizito kwako, hautomove. Umeona nimefanya zoezi hapa kwa mtumishi wa Mungu Evodia. Nilishindwa tu ningemwekea labda Kaneema juu yake hapo, ungeona ambavyo angekuwa hivi. Nikamwekea sijui Kanani juu yake, tena Kanorini tukupanikizie juu yako, uone ambavyo usingeweza kutoboa hata hatua moja kutoka. Haleluya. Huwezi kumove kwenye neema hii ya utimilifu kama hautaachilia hivyo vimizigo vizito ambavyo vinakukwamisha hata wakati mwingine kuomba uwezi. Ukianza kuomba anatokea, unasikia hasira. Drop them down, let them go. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa kinachonisaidia majira mengine na wakati mwingine, yaani Mungu alinipa neema, na hiyo ni neema kwa kweli. Yaani nikiamua jambo langu, hata nikiwa mwenyewe ninaweza kusimama nalo. Hata watu 100 wasiniunge mkono, as long as ndani yangu nimeamua I can do it on myself. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyewe kabisa haitanisumbua wala haitanyong'onyeza moyo wangu. Nina ujasiri na neema ya kusimama mwenyewe, no matter what will happen. Kama wokovu unaohubiri na ufundisha leo, neema hii ninayosimama mbele kama mchungaji, ni mbegu ambayo niliweza kuitetea kule mbali kwenye familia yetu ya Kiislamu. Nikamwambia Mungu, I'm ready. Hata kama ndugu, jamaa, marafiki wataniacha, mimi nitasimama na wewe. Sijapata mtu ninayemwona kwa macho hivi kwamba yupo angalau nasema huku ikitokea hiki nitaenda pale, sikuwa naye. Lakini nilimwambia Mungu, wewe utakuwa pamoja na mimi. Wanaokuabudu wote sio vichaa. Wote wanaolitaja jina lako sio vichaa. Hata wote wakinikataa nitakubali kuishi maisha ya kukaa kanisani, lakini sikuachi. Hello. Wakati mwingine ni familia yako, watu wa nyumbani kwenu, watu wa familia yako wana majira hawakutaka wakuelewe. Na usikubali kueleweka, otherwise hauna safari ya neema ya utimilifu. Bwana Yesu asifiwe. Achilia. Waachilie waende. Achilia waende, wasikuelewe, wakutenge. Eti tutakutenga, fine. Kwani kutengwa shingapi? Bwana Yesu asifiwe. Kutengwa shingapi kwa ajili ya Bwana? Biblia ilishasema watawatenga, hawatakubali nyinyi watu. Hata kubaliwa. Kuna faida gani nikubaliwe na mtu ambaye hana cha kunipa kwa ajili ya ufalme wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Tujue hii neema, watumishi wa Mungu, haiwezi kuja from nowhere. Serious, I'm telling you guys. Hatutaipata hii neema kiubwete. Haitokuja. Hii neema inataka watu ambao wamedhamiria kweli kweli, ambao wamejikinai kweli kweli katika namna ya rohoni. Yaani hawataki kusikia kitu kingine zaidi ya Mungu wale hai. Hii neema inaendaga kwa watu. Anaambia huko, nisikilizie. Vikibuka huu mwaka utafiaka. Unataka kafeva kadogo kwa huyo akwambia shoga yangu, ukiona unasikilizia kuna yaani unataka uela kila mtu akupende. Maana pesa tu ndio inapendwa na kila mtu. Kila mtu akuone wewe lulu, wewe hela. Ukienda huko akwambia ukija akwambia we love you my dear.
Neema ya utimilifu kukichimba kisima kukutana na Rehobothi sahau. Kwa sababu sio kila busu ni busu takatifu. Mabusu mengine ni ya watu wasaliti. Bwana Yesu asifiwe. Wanakubusu, wanakuambia maneno mazuri, yani ambayo lakini ndani yake kumejaa uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hao ambao wakati mwingine wanatunyima hata fursa ya kuja madhabahuni pa Bwana. Wanatunyima hata fursa ya kuyatenda mapenzi ya Mungu. Ukipima unagundua hapa ni uharibifu. Huyu mtu hana kusudi jema. Huyu mtu ambao kila siku hana jema, hakupeleki kwenye njia njema. Hakushauri matakatifu mema. Okay, basi tuachane na mambo ya Mungu. Labda mwingine tuna marafiki hawajaokoka, fine. Basi atakupe mchongo wa hela hana. Rafiki wali. Na wamejaza, yani simu zetu wengine mpaka zina stack. Tukiangalia context, kuna watu karibu 300,000. Yaani kama nini? Lakini sijawaleta kwenye urafiki. Nazungumzia rafiki watu wasio sahihi. Au tu wa kibiashara au wa kihuduma au hamna shida. Ninazungumzia mtu ambaye umemsogeza kana kwamba ni mtu wako wa karibu, alafu ni kumbe sio mtu sahihi. Yaani ni marafiki wanaitwa wadudu gani wale? Waeni wakikung'ata wanakung'ang'ania. Kupe. Ni kuhakikisha tu siku ukiona unagelea hao. Wanakunyonya. Siku una shida wapigie simu. Not reachable. Bado marafiki zangu. Marafiki mizigo. Ibrania 12 anatuambia tupa chini hiyo mizigo ya kila namna. Tupa chini. Hata kitu chema leo. Hebu leo sogamu tuende kwenye maombi. Hebu leo mtumishi wa Mungu tuende tuombe ni nani hiki. Yeye anakuambia tu hapo umekosea. Hapo uwezi. Hicho utakao uwezi ndugu yangu. Bora uache. Huyo sio mtu sahihi. Tunataka watu wakutu. Hata kama mtu atatushauri, hata kama mtu atatukosoa, lakini katika kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anakukosoa kukuua. Kukuonyesha huwezi. Kukuonyesha hapo ndio mwisho. Huyo sio mtu sahihi. Watu sahihi, Mungu ambao tunawataka, wawe ni watu ambao watatukosoa. Hapa kweli pasta umechemsha. Unapaswa kufanya hivi. Fine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio kukosoa na kwamba hauwezi, hautofika, hicho unachokiona si kweli, hata kwenu, kumbuka familia yenu. Hapa umezingua. Tuone mbele za Bwana tuombe. Iko neema nyingine Mungu atakusaidia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Msimu mpya wa neema ya utimilifu. Ni lazima ukienda Zaburi 1:1 anasema hawa watu wasiofahamu, hawa watu wa mizaha, hawa watu wa kukaa barazani hawa. Anazungumza Zaburi 1:1, heri mtu yule asiyeketi barazani pa watu wenye mizaha. Tumetembea na mizaha 25 haijatufikisha popote watoto wa Mungu. Tupunguze mizaha. Kwenye biashara punguza mizaha. Ofisi yako sio genge pale. Haleluya. Sio genge. Wala usiruhusu watu wapafanye kama ni genge. Tupunguze mizaha kwenye kumtumikia Mungu. Let us be serious. Tupunguze mizaha, tupunguze umazoea. Ndio maana tutaimba, tutaomba, hatuoni matokeo kwetu wenyewe. Kwa sababu matokeo lazima yaanze kwangu kwenda kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji hamtaimba hapa watu wakaponywa, kumbe wenyewe hamjaponywa. Yaani uimbaji uanze kukusaidia wewe. Ile nguvu ikijaa ndio inatoka kuwahudumia watu wengine. Lakini mwenye empty. Haleluya. Utatoa nguvu gani ya kuhudumia watu wengine? Utatoa nguvu gani ya kuhudumia watu 50, watu 100? Wakati wewe hujafika hata miles 2. Bwana Yesu asifiwe. The same waombaji, the same watumishi wa Mungu. Yaani wakati mwingine tunafanya kazi ya Mungu inakuwa ngumu kweli kweli.
Na hapo wala Mungu sio kwamba Mungu haoni, anaona. Sio kwamba Mungu anataka kutubariki, hajataka kutusaidia tuje hapa, lakini nguvu inayozalishwa kwa waombaji na waimbaji inatosha kuhudumia kundi la watu 1000 tunaowataka. Kuhudumia kundi la watu 100 tunaowataka. This is not kwamba kuna watu au wote watendakazi wa Mungu, kamati ya uinjilisti haifanyi sikwe, au mchungaji hafanyi sikwe. Ninafanya kwa neema ya Mungu anayonisaidia. Si kwamba hakuna pastoria. Pastoria ipo. Tena hamna kanisa la pastoria kama hili, ambaye mchungaji anaweza kushuka kuwa kama muumini. Hainipi kazi. Nikashuka kuwa kama mwimbaji, hainipunguzi. Nikashuka kuwa mwana maombi, hainipunguzi. Nilitembea jana na mtumishi wa Mungu hapo nani? Mtumishi wa Mungu msaidizi wangu hapa. Evodia. Alikuwa naona. Ni mambo mawili, nisipomwambia mtu kuhusu biashara yangu naambia Mungu kuhusu kanisa. Muulize. Kila napaka nauli nikaniambia, na wewe mama jamani muache huyo mtu. Nashusha kioo, subiri na wewe tulia kwanza. Jina nimemsahau lakini nataka nimkaribishe ibada. Haleluya. Hawezi kutoa kitu ambacho ndani hakipo. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 1:1. Tupunguze magenge ya mizaa, vitu vya mizaa, watu wa kutuingiza kwenye mizaa ambayo haina tija. Hakuna mzaa wenye tija. Mazungumzo yasiokuwa na tija, yasiokuwa na manufaa, yasiokuwa na faida, hayakufaidi wewe, hayafaidi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanashindwa kukusupport hata kwenye biashara yako, unapoteza nao muda wa nini sasa? Kwa nini? Kwenye biashara haupo kunisupport. Zaidi sana ukionekana mara moja kwa mwaka umekuja na yeye kukopa. Au ukionekana kwenye biashara ni pale ambapo umebanwa sasa. Unajua pasta anakuwa na product bila nimpigie. My dear. Mwaka huu, mwambie mwenzio mwaka huu. Not reachable. Not reachable. Hallelujah. Ukitamani tu kuvaa fulani hivi, ndio hapo unamkumbuka Pastor Vanessa, ukampigisha story akukope na nguo. Mwaka huu 26. Not reachable, my dear. Hallelujah. Lakini Mithali 18:24b. Biblia inasema lakini yuko rafiki aambatanaye na mtu kuliko ndugu. Hallelujah. Wapo marafiki wanaoweza kuambatana na mtu zaidi ya ndugu wa damu. Hao ndio tunawataka. Hao ndio lazima Mungu atuconnect nao. Na Mungu akituconnect nao kwa gharama yoyote tusikubali kuwapoteza. Hallelujah. Kwa sababu sio rahisi kupatikana. Utasoma habari ya Naomi na Ruth, tunazijua. Ruth akamwambia Naomi, niende wapi mimi? Utakapolala nitalala. Watu wako ni watu wangu. Hata kama nimeondokewa na mume wangu mpenzi, lakini bado naona kuna jambo jema kwako Naomi. Niende wapi kwako? Bwana Yesu asifiwe. Wapo watu wa namna hiyo. Ndio ambao unatakiwa kufungamana nao. Ndio unaotakiwa kushauriana nao. Ndio unaotakiwa kuomba nao. Watu ambao utapitia kwenye magumu, atakwambia tuombe. Ninafunga pamoja na wewe. Hebu twende na kwa mchungaji tukamwambie. Hebu tuombe. Bwana asifiwe. Tunahitaji watu hivyo. Sio tulijua. Ngoja Biblia vimeshaumana kule. Kile nilichokuambia kimetokea. Si nilikwambia pale wafiki mbali. Tutati watu wa style hiyo. Alo Neema. Akukimbiza. Hicho kimzigo hicho kitoe hicho. Kinakuchelewesha. Kama kulala usiku, it's for your own risk and your own raha zako. Lakini madhabahuni kwa Bwana lazima tuwe macho. Haleluya. Hata mimi usingizi umekatika majira fulani, nimeomba sana. Hainipi guarantee kukaa madhabahuni na kulala. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Na wengine inawezekana hata nimekuchosha basi. Hata sio maombi. Yupo rafiki aambatanaye na mtu kuliko ndugu. Wako kina Jonathan ambao wanadiriki kutoa siri za familia yao.
Jonathan anamwambia Daudi, baba nimesikia akizungumza hivi, anataka kukuangamiza. Usiende pale unataka kwenda. Usilale kwenye lile pango unataka kulala. Bwana Yesu asifiwe. Can you imagine? Kuna watu wa hivyo huko duniani. Kwa nini Mungu asikukutanishe na mtu wa hivyo? Anayekwambia ile kambi ya adui inawasamini kwa habari yako. Usifanye hivyo. Usiende hapo mahali. Wamekuasia hivi. Usile hicho chakula. Wamekuwekea kitu kibaya. Wako wapi watu wastahili? Bwana Yesu asifiwe. 2026 ili tuifikie hii neema ya utimilifu, lazima Mungu atukutanishe na hawa watu. Na hatuwezi kukutanishwa na hawa watu kama kuna viu wengine tumevibeba. Havipo. Haviendani. Halo? Yaani ukiona Mungu hajakukutanisha na hawa destiny helpers hawa angels of our destiny hawa ninaowazungumza, elewa bado kwako kuna viwatu vinaonekana vipo vya kuweza kuwararua wale watu wazuri. Kwa hiyo lazima ujikungute. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamani tuko pamoja? Naelekea kumaliza. Jambo la 4 ambalo na lenyewe la mwisho kwa leo. Yako mambo mengi. Hofu. Whether ni hofu ya kuanza, whether ni hofu ya kuendelea. Lakini hofu ukisoma Warumi 6. Waamuzi 6, 12, 16. Utakutana na habari za Gideoni. Hofu ni kikwazo. Hofu ni kizingiti ambacho kina nguvu kubwa ndani yako kukuzuia hata kuchukua hatua wakati mwingine. Ni nguvu ambayo inakukwamisha hata kabla wakati mwingine hujaanza. Haleluya. Waamuzi 6 hiyo 20 na ngapi hapo nimesema? 20 12 16. Gideon nabii wa Bwana huyu. Nilikuwa nasoma mpaka anasema Mungu tusaidie. Huyu ni nabii kabisa wa Bwana. Lakini amepewa assignment ya kufanya. Anachokutana nacho kwenye mazingira kinamtia hofu mpaka anajificha, anajikuta anapepeta tu ngano za kabari. Haleluya. Assignment aliyopewa na Mungu kwa habari ya wale watu, amekamatwa na nguvu ya mazingira, amekamatwa na hofu, akajikuta naye anajificha akipepeta ngano. Ashukuriwe Mungu kwa sababu malaika wa Bwana alimwendea Gideon. Akamwambia, shujaa. Anashangaa. Shujaa? Mimi huyu? Na huku nilikojificha na ushujaa gani? Hebu soma hapo. Somea hapo. 6:12-16. Anasema malaika wa Bwana akamtokea. Akamwambia, Bwana yu pamoja nawe shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuandikia baba zetu wakisema, je, sio Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midiani. Umefika ngapi? 16. Uendelee. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu, ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi niliyekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndiye niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe utawapiga wa Midiani kama mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hizi hatua tulizopewa za 2026 katika kumiliki visima vyetu, katika kuipata hii neema ya utimilifu, kuna kitu cha kwanza ambacho kimeanza pale, ni uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hapa anamwashua, anamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe.
Mungu ameshatuashua. Hatua yetu ya kwanza ni kuhakikisha tunakaa katika uwepo wako. Hofu inatoka wapi? Haya maneno ambayo Mungu anakuja kumwambia hapa kupitia malaika wake, si maneno ya kwanza, alishasema naye. Lakini Gideon anakuambia, jamani, itawezekanaje mimi? Na kwenye familia yetu ni maskini. Tena na mimi ndo mdogo, mtoto wa mwisho mimi. Nawezaje? Hofu ilitanda ndani ya Gideon. Akakosa kuona ule ujasiri ambao malaika wa Bwana alikuwa anauona juu yake. Ile neema ambayo malaika wa Bwana alikuwa anaiona juu ya Gideon. Anamwambia, Gideon ni shujaa. Mimi shujaa. Familia yetu maskini. Mimi na inawezekana naanzaje hiki kitu? Haleluya. Badilisha mtazamo wako. Ondoa hofu ndani yako. Mungu amekuamini, Mungu amekuchagua. Kuingia 26 sio kitu cha kunisemeje. Sio kitu ambacho lakini chepesi. Ni kitu cha thamani. Mungu kukupa nafasi hii. Yaani kumbuka ni wanyima watu wangapi? Alafu kijiangalia unacho zaidi kipi cha zaidi? Kana. Kwa hiyo uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu, uwepo wa Mungu kutembea na sisi, uko tayari, umekuwa guarantee. Tunachotakiwa ni kutokuiona ile hofu tunayokutana nayo. Biblia inasema kule kwenye Zaburi 91, japokuwa watu 1000 wataanguka mkono wako wa kulia, mkono wako wa kushoto, hata hivyo haitakaribia hema yako. Hofu inatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hata nchi ingetangaza kuna njaa, hata nchi ingetangaza uchumi sijui umeshuka, sijui hali ikoje, amini niko katika neema ya utimilifu. Hayo yote yapo, lakini mimi nitakuwa salama. Hofu ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Hofu ya nini? Mungu amesema Gideon ni nabii. Haleluya. Ni nabii, Mungu amezungumza naye. Lakini anatiwa hofu na mazingira. Anatiwa hofu anapokutana na changamoto kule. Mungu amekuweka hapo uwe majibu. Usiangalie hizo changamoto, angalia neema ya Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anayezungumza Gideon, ukitafakari, ndicho ambacho alikuja kuzungumza nani huyo? Yeremia. Anakuambia nimekufanya kuwa nabii wa mataifa. Mimi ni mdogo. Nitawezana? Inawezekanaje hivi? Sijakufanya kuwa nabii hapo kwenye familia yako, kwenye nchi yako hapo. Nimekufanya uwe nabii wa mataifa. How? Haikuhusu mtoto wangu. Swala ni kuamini na kutii na kutenda kadri nitakavyokuelekeza. Haleluya. Hofu ya nini Yeremia? Kusema mimi ni mdogo, nitasemaje? Mbona siwezi kuzungumza? That is none of your business. Mungu anachokiona ndani yako ni ile neema aliyoiachilia. Anachokiona ni ile neema ya ujasiri. Anachokiona ni ile neema ya uhodari ambayo iko ndani yako. Anataka kutumia hiyo kukuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Acha kuangalia environment issues. Angalia ile neema ambayo Mungu ameiachilia. Alafu hiyo neema itavuta hivyo vingine vyote kukujia. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Musa akasema tena, wakati Bwana anamtokea kwenye kile kichaka kilichokuwa kinateketea, kinawaka moto, lakini anamtokea anamwambia, nitakutuma na kupa assignment kwenda kule kuwatoa wale watu. Mimi mwenye kigugumizi nitasemaje bila Farao kanielewa mimi? Na hata juzi umewenda umenituma. Unaelewa? Haya mambo sio mageni, yalikuwepo. Ondoa hofu. Kipindi kile kabla ya Yesu Kristo kufunuliwa katika Agano Jipya, katika neema hii ambayo yeye mwenyewe ndiye neema yenyewe, Mungu alikuwa anashuka kwao, anasema na wao. Sasa hivi ni Mungu yule yule anazungumza na wewe ndani, kwa sababu yeye ni Emmanuel, ni Mungu pamoja na sisi. Yuko ndani yetu.
na anasema, sio kwamba asema, anasema. Hofu ya nini? Na anakaa ndani yako. Hivyo unaweza ukaelewa. Mungu ana kreti ndani yako. Biblia inasema huu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini kuna mahali Mungu ameketi hapo. Hofu inatoka wapi? Hofu inatoka wapi? Ambayo inatuzuia, ambayo inatupamisha. Wakati mwingine huwa anapenda kusema kwamba hofu yoyote chochote unachokihofia wala hakipo. Hiyo ndo usemi wangu ambao napenda kutumia. Yaani chochote ambacho unakihofia ndo hofu yako, wala hakipo, hakija exist. Ila tayari tu kwenye mindset, kwenye moyo tayari kuna shida yake tu. Lakini chochote ambacho unakitilia hofu, sijui itakuwaje, hakipo. Ndio maana nawapenda wakoma wanne. Bwana asifiwe. Wakasema potelea mbali. Kwa kukaa hapa tunahakikishiwa kifo tu. Lakini kwa kuchukua hatua ya utayari kuziendea hizo nyara, yako mawili. Kuna kupona, kuna kufa. Better to go kuliko kubaki. Bwana Yesu asifiwe. Hofu ambayo walikuwa nayo wakaja kurealize haipo. Yale walikuwa wameketi wanaimagine hilo jeshi litakuwa, hizo nyara tutakuwa salama kweli, huko tutakufa. Kumbuka hii ni kambi ya jeshi. Haleluya. Ni kambi ya wajeshi, na hii tunazungumza ni wakoma wasiotaka kuinua miguu kutembea. Wana hofu hili jeshi litatuacha salama tukachukua hizo nyara kweli. Ni mawili. Ni kubaki salama ama kufa. Lakini tukikaa hapa tulipo, kufa ni 100%. Lakini tukitoa miguu yetu, 50% kufa, 50% kuwa hai. Halo. Ukisoma Biblia yako unakutana na nini? Hofu waliokuwa nayo hawa wakoma wanne, hata walichokuwa wanakihofia hakikuwepo. Badala yake hofu ile walihamishiwa wale wanajeshi. Miguu yao, vishindo vya miguu yao wakasikilizishwa. Ni grupu kubwa la watu, sijui ni jeshi limetoka mbinguni na kuja kuvamia. Wasijue ni vikoma vinne vyenye imani katika Bwana wao. Haleluya. Ni vikoma vinne vinavyojaribu kuchukua hatua ya utayari kuziendea nyara zao kwa majira sahihi ambayo yameamriwa na mbingu, kwa muda sahihi ambao mbingu umeamuru. Wanachukua hatua ndogo ndogo kusikabili na kuyakabili malango ya adui. Adui akasikizishwa hofu, akapigwa hofu ya kutosha, wakatawanyika. Wale jamaa wakaenda, wakala, wakashiba, wakasasa, wakabeba. Ndio wakakumbuka, tukawaite na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwaka huu my dear, kwa neema hiyo Mungu atakayokujalia, unapochukua hatua hizo ndogo ndogo, mimi nakwambia adui wako malangoni watakimbizwa. Na utakula, utasasa, utabeba, na utamkumbuka kuna na mchungaji wangu, kuna na rafiki yangu. Ngoja nikamwite acheke hizi nyara. Ngoja nimwambie ateke na hizi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii ndio neema ya utimilifu. Inahitaji watu fulani hivi crazy. Watu fulani hivi ambao ni kama wamechanganyikiwa lakini hawajachanganyikiwa. Wanamjua Mungu wao, wanaijua imani ambayo iko ndani yao, na wanajua mamlaka ambayo Mungu ameweka ndani yao. Watoto wa Mungu tuko na mamlaka kubwa mno. Tuko na utiisha mkubwa mno. Ni kwa sababu adui haezi kukuambia kwamba unanitisha kiasi hiki, lakini usiku unaelewa kwamba akisimama mtu wa Mungu hapa, kuzimu inaogopa. Wewe unafia nini sasa? Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni watoto, ni wafalme wa kiagano, tena agano jipya. Biblia inaniambia agano lililo bora sana. Agano lililo bora sana. Why to fear? Haleluya. Mwambie mwenzio hakuna sababu ya kuogopa.
sababu ya kuogopa. Mungu tulie naye atatumilikisha, atatumilikisha na ameshatumilikisha. Juzi nikawa naangalia kwenye, kuna watu wanawafuatilia kwenye masuala haya ya watumishi wa Mungu. Nikapenda sana yule mama, kuna kitu alikiingiza ndani yangu. Akazungumza kwa habari ya imani. Na nikamwambia Mungu nisaidie. Ni mahali pengine ambapo sio point, lakini unaweza ukapata ukawa transformed kupitia hiki. Tumezoea kusema Bwana atafanya. Mtumaini Bwana, naye Bwana atafanya. Halo, tumezoea kutembea kwenye hii uongo. Muamini Bwana na mtumaini Bwana. Bwana atafanya. Tumwamini Bwana na Bwana ameshafanya. Haleluya. Tena sio kumtumaini, akanitoa kwenye kitu cha kutumaini. Hope, kutumaini. Yaani imani tayari imeshakuwa. Ni bayana, ni hakika. Sio kitu cha kutumainia, tayari kipo. Bwana Yesu asifiwe. Nikapata ufunuo wa ajabu. Akasema uache kumwambia Mungu kwa habari ya unamtumainia, sijui naye amekwisha kufanya. We have to declare. Tunatakiwa tu kutangaza. Imani ni sasa hivi, ni kitu ambacho tayari kimeshafunuliwa. Hakuna kitu ambacho tunatarajia kifanyike, kimekwisha kufanyika already. Haleluya. Nikasema hapa lazima nibadilishe mfumo wangu wa kuomba. Nibadilishe mfumo wangu wa kukiri. Nibadilishe mfumo wangu. Imani, sisi ni watu wa imani. Hausemi Mungu atafanya. Oh, haleluya. Tumeshamaliza maombi. Tunamtukuza Mungu. Amini tu kwamba Bwana atafanya. Tumisha Mungu, ondoka ukiwa unajua Bwana atafanya. We have to change that mindset. Haleluya. Tumwambie Mungu tumeshaomba, amekwisha kusikia na amekwisha kujibu. Ondoka ukiwa unajua kwamba Mungu ameshafanya. Ondoka ukiwa unajua kwamba Mungu ameshatenda. Halo! Sio atafanya, amekwisha kufanya toka mwanzo kule. Akaona kile alichokifanya ya kwamba ni chema. Kazi ilikwisha fanyika, ilikwishaisha. Ni sisi kutamka kwa imani na kutembea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kwa dakika 6 tu. Niseme kidogo kwa habari ya Yohana, alafu tuende tuombe. Yohana, ukisoma habari ya Yohana nilikuwa namtafakari. Huyu ndiye aliyetengeneza njia ya Bwana. Haleluya. Mathayo 11 pale mstari wa kwanza na 6, tuna muda wa kusoma. Lakini aliruhusu. Huyu ndiye ambaye Biblia inasema huyu alitengeneza njia, mapito ya Bwana. Yohana alikuwa na wanafunzi, aliwafundisha kwa habari ya ujio wa Yesu. Na Yesu alipokuja akapata neema ya kumbatiza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini aliishia kule alikoishia? Halo? Kwa nini aliishia kule alikoishia? Mtu wa nyikani. Ilikweje akakutana na kitu alichokutana nacho bado? Mpaka anasema of good. Hope. Na kuishi kwa mazoea. Na kuishi kwa mazingira. Haleluya. Mpaka anasema hebu wanatuma na kaniulizeni huko ni yeye yule au tumtazamie mwingine. Halo? Ina make sense kwa hiyo kitu? Ambaye akaja katikati yake pale anawafundisha wanafunzi, akapita pale akasema huyu ndiye nilikuwa nikitengeneza njia kwa ajili yake. Toka wakiwa tumboni wanawasiliana kati ya Yohana na Yesu. Unanielewa? Leo ni nini ambacho kinafanya Yohana akiwa gerezani aseme hebu mkamwangalie kweli ni yeye? Anawatuma wanafunzi wake. Yupo kwenye kibano, yupo kwenye mapito. Amebanwa kule gerezani. Imani imeondoka, hofu imemjaa. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wanaenda. Wanamwambia Yohana, anauliza kile, akaambia mwambieni vipofu wanaona, viziwi wanasikia. Haleluya. Na anafadhali yule asiokuwa na shaka juu yake. Haleluya. Yesu ni wa ajabu. Alikuwa anajibu kwa ajabu. Niliposoma pale nikaingia, nikaambia Mungu nisaidie. Huyu mtu kuna mahali alimesa hapo.
Huyu mtu kuna mahali alizingua, lugha ya Kiswahili sanifu ya huko mitaani. Kuna mahali Yohana alizingua. Kuna maeneo aliingia ambayo hakutakiwa kuingia. Kuna mahali alihubiri injili ambayo haikutakiwa kuhubiriwa. Kuna nyakati alienda ambazo tayari mwenye nafasi yake alikuwa ameshakuja. Haleluya. Alikuwa anaandaa njia, mapito ya kuja kwa Yesu. Yesu ameshakuja, mwanamume anachapa injili. Yeye anaendaje kuchapa injili? Alikuwa ni mtu anyikani, anaanza kuhubiria nani huko mjini huko kwa Dodoma mjini huko. Na ni mtu wa kule nyikani maporini. Alikuwa analeta injili gani huko mjini huko kwa wabunge na waheshimiwa? Unawahubiria nini? Alafu uwe salama. Halo? Akajawa na hofu, lakini mazingira yalimpeleka kwenye hicho kibali. Ndio maana tunatakiwa tuwe na akili. Bwana Yesu asifiwe. Tusitembee katika roho peke yake. Kuna na akili watoto wa Mungu. Kuna na akili hata kuomba. Usiombe tu katika roho rabadaba yeketerelebo. Unaomba tu pale unazunguka jengo la watu la mahakama kuu sivyo la bunge, utafungwa. Haleluya. Wewe ombea kwenye chumba chako cha ndani. Ombea madhabahuni kwako, jifungie. Omba. Kwa akili, kwa maarifa, kwa ufahamu na katika Roho Mtakatifu. Nimepewa kuona, Yohana. Na ukienda huko, usitegemee pastor ya kuona siji. Haya ni umejipeleka. Yeye anasema ukweli. Unajiingiza kwenye mapito mwenyewe kwa kukosa ufahamu. Yohana ameingia, ametoa hofu eti leo hajui. Wakati walipoonana na Bikira Mariam na Elizabeth, vitoto vikacheza. Cha huyu kinacheza na cha huyu kinacheza. Leo hajui sauti, haelewi matukio yanayoendelea kule, mpaka wanafunzi wake wakamwambia. Na Yesu anamwambia simwambie sasa ni nani? Wampe habari kwamba huko watu wanaona, viziwi wanasikia, watu wamefunguliwa wanaona, viwete wanatembea. Kampashe habari ya mambo yanayoendelea huko. Mwisho wa Yohana mnaujua, sitaki kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Alishapoteza imani. Alishapoteza neema ya kutambua hata mafuta ya Bwana wake. Haleluya. Mungu atusaidie. Katika huu msimu mpya, kutembea sawasawa na kanuni ambazo tumepewa, kutembea sawasawa na maeneo ambayo Mungu ameshayafunua. Hatutaenda nje ya hayo, kwa sababu tunasema kile ambacho Bwana ametufunulia hicho ndio cha kwetu na watoto wetu, na ndio hicho ambacho tutakidai asubuhi, mchana na jioni. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe hodari kama Joshua anavyoambiwa, na moyo wa ushujaa mwingi. Tusimame tukiwa tumejaa hodari, tumejaa hekima, tumejaa mamlaka, tumejaa uweza, tumejaa hekima ya Mungu kuyaendea malango, na tutaona vile ambavyo vitu vitakaa mahala pake. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 11:28 anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Hili neno napenda kuhubiri sana wahubiri wanapowaita watu kuja kwa Yesu waache dhambi. Hata leo neno hili sio swala la dhambi. Iko mizigo ambayo kuna mingine hutaweza mwenyewe. Unamhitaji Bwana. Haleluya. Unamhitaji Bwana. Kuna mingine huwezi kuishusha mwenyewe. Iko ambayo inakuhitaji wewe kwa akili yako na ufahamu wako ufanye tu maamuzi. Wala haihitaji kwa habari ya Mungu. Unahitaji tu utambue na useme nimeamua cut off. Haleluya. Lakini kuna mwingine unamwambia Bwana, neno lako linasema, umesema tuje kwako. Njooni nyote wenye kulemewa na mizigo. Biblia haijasema ni mizigo gani ya dhambi peke yake, hakuna. Hata hiyo mizigo mingine ambayo tunashindwa kuiachilia, inawezekana ina thamani au ni wetu wa thamani au watu wa karibu. Unamwambia Bwana, shughulika, nimeileta kwako, nimeleta madhabahuni pako, siwezi bila wewe, nisaidie Bwana. Haleluya. Petro 1:5-7 anasema, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu, maana yeye hushughulika na mambo yetu. Tunataka Bwana akashughulike na mambo yetu, lakini lazima tumtweke yeye fadhaa zetu. Haleluya. Amua kuitafuta neema ya utimilifu ndani ya uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 32:8 anasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayo iendea, na jicho langu likikutazama. Bwana Yesu asifiwe.
Ndani ya uwepo wa Mungu tafuta kutembea na neema hii ya utimilifu. Ndani ya uwepo wa Mungu kubali kujikumuta na kuviachilia vitu vingine viende, ili uweze kuiona neema hii ya utimilifu kwa ukamilifu wote. Tusimame. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya wanaotufuatilia kwenye mitandao yetu ya media, AR Media Online YouTube channel. Hii ni madhabahu ya Njeni Life, kanisa la ushirika wa Kikristo Dodoma. Karibu kuabudu pamoja nasi kila Jumapili saa 3:30 mpaka saa 7 kamili mchana. Ni matumaini yangu Mungu atakuwa amekupa hatua nyingine mbele. Praise, tusogee mbele kumwadhimisha Bwana na kujikabidhi mikononi mwa Mungu. Tunamwadhimisha Bwana. Ninaamini utaendelea kujifungamanisha na madhabahu hii unapoendelea kuatamia mwaka huu wa 26. Unapoendelea kumsihi Bwana juu ya visima vyako ambavyo vingine umenyang'anywa, vingine wamechukua watu wengine. Kipo kisima ambacho hakuna atakayekigombania 26. Hiyo Rehobothi na Beersheba ndicho kisima ambacho Bwana atakumilikisha. Kama utasikia na kukubali, kama utajikumuta na hizo roho na hayo mazingira ya kukuvuta nyuma, Bwana atakuonekania katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu, tusarende mbele za Bwana. Neno lake linasema, njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Iko mizigo mingine Bwana, kwa akili zetu hatuwezi. Yamkini kwa namna ya mwili tumejitahidi, lakini tunakuwa bado tunashindwa. Lakini kwako hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Hakuna lisilowezekana kwa Bwana.